Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, na kukaribisha kwenye channel yetu. Kwa jina naitwa Bahati Mkondia, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Kweli Mungu ni mwema katika mambo makubwa anayotutendea. Tumeona shuhuda mbalimbali sawasawa na maandiko ambayo tunayakuta kwenye kitabu kile cha Marko 5 na mstari wa 25. Ushuhuda huu ambao kuna mama aliyekuja kipindi cha kwanza akiwa na ujauzito ambao ulimpelekea mpaka kwamba apeleke kufanywa operation. Alienda kwa waganga mbalimbali, alienda kwa watu mbalimbali ili wamsaidie, haikuwezekana. Lakini akashuhudiwa kufika hemani mahali tulipo. Tunamshukuru Mungu, tulifanya maombi naye na Mungu akamsaidia sawasawa na nilivyomwambia, ndivyo alivyopokea na kesho akajifungua. Nilipokuja hapa, umekuja hapa japokuwa nilichelewa lakini ukaniombea, ukaniambia kesho utajifungua. Na kweli nilienda nimejifungua. Kesho kajifungua. Pigie Yesu makofi. Huyu mama hakuweza kufika kanisani baada ya kupata mtoto kwa muda. Tena alipokuja kupata ujauzito mwingine, basi hata hili sasa ikabidi akumbuke ni wapi ambapo Mungu alimtendea. Ile siku dada nilikuwa naongea, nilikuwa namtafuta huyu, nikasema leo ni mwisho natakiwa jifungue. Kumbe siku hiyo sasa sijajua, leo naona amepakata. Unajua? Ndio alikuwa anakuja hivyo hivyo na familia. Sasa familia hii ilikuwa ndani. Leo familia iko wapi? Basi tusikie yaliyojiri. Alikuwa wapi? Na hiyo siku nikawa namtafuta, nikasema leo Mungu ameniambia mwisho. Huo ni muujiza wangapi huo? Wa pili. Huo ni muujiza wa pili. Sasa sikiliza, huo ni muujiza wa pili. Ilikuwa Jumatano tarehe 22 ndio niliambiwa siku yangu ya kujifungua. Nikaenda hospitali. Hebu msaidie huyo bwana. Fika kule, nilipofika kuambia sina uchungu lakini tarehe yangu ni leo. Ndio. Wakanambia sawa. Umepiga ultrasound? Nikamwambia ndio nilishapiga. Uliambiwaje? Nikamwambia tu mtoto ni mkubwa. Kwa hiyo niwe jirani na hospitali. Tunaomba ukapige tena ultrasound nyingine ya hapa kwetu. Ndio. Nikaenda kupiga. Nilipoenda kupiga nikaambiwa kwamba mfuko wa uzazi umeharibika. Ndio. Mtoto mkubwa sana, siwezi kuzaa kwa kawaida, itabidi niingie operation. Ndio. Kwa hiyo akaja tena, ujauzito wake ulikuwa na shida sana, akiwa anahangaika ni jinsi gani aweze kujifungua. Basi alipokuja tukafanya maombi na Mungu akamtendea. Lakini zaidi ya yote kuna ushuhuda ambao utauona hapa mbele, na ukaribisha tujumuike wote kwa ajili ya kusikiliza ushuhuda huu. Nikapeleka vipimo, nikaambiwa Alhamisi ufanyiwe operation asubuhi. Nikawekwa upande wa operation na wenzangu. Wakaja madokta wakatuuliza, tukajibu. Nikaambiwa mimi niwe wa kwanza. Yeye ndo wa kwanza kwenye operation. Katika watu 10 tulikuwa. Katika watu 10. Lakini Mungu alichofanya, kwanza kwenye mishipa yangu ya kuniwekea dilipu la mbao la kwenda nalo sieta. Mishipa ionekani. Nikawekwa pembeni. Akachukuliwa dada mwingine. Mungu anaanza kumweka wa 10. Tena mwenzangu yule ni mnene kuliko mimi. Mkono wake kama wa mama huyu. Haraka wakapata mishipa. Mimi nikachomwa humu. Hakuna mishipa. Hakuna kichopatikana. Akachukuliwa wa pili. Mishipa ikaonekana. Nikarudishwa tena mimi wa 3. Twende. Hakuna kichopatikana. Sawa. Nikabadilishwa mkono huu wa kulia. Ndio. Yote hakuna. Nikaambiwa basi kaa tena pembeni. Sawa. Kakaa pale, wakaenda wale watatu wote. Sawa. Wavomalizwa kule nikafatwa tena mimi. Nikawekwa mpira wa mkojo. Nikavalishwa shuka jeupe kabisa la moja kwa moja la sieta. Yuko tayari kuruka. Niliambiwa kwamba na mshipa nikatafutiwe wapi? Sieta. Huko. Lakini daktari mmoja akasema lete nimtafuti. Nikatafutwa kwa muda mrefu na kuchomwa pale. Nikapatikana kishida ambao umepinda hadi leo unanisumbua kuniuma. Nikachomwa, nikapelekwa mpaka sieta. Nikafika, hakaja daktari mkuu wa sieta, ni mfupi hivi kama kuna mtu labda alishajifungua Pugu kwa operation kama alimuona. Ni mfupi sana akaniuliza. Kuliko wewe. Yes,
Maana huyu ni mrefu. Twende. Yote mazuri. Akanipima tu kwa tumbo hivi. Akanambia, "Huyu mtoto urefu 20. Mtoto wako wa kwanza ulizaa na kilo ngapi?" Nikamwambia nilimzaa akiwa na kilo 2. Wa pili nikamwambia wa pili na kilo 3, sikosei sababu nilimzalia nyumbani. Wa tatu nikamwambia wa tatu nilimzaa na kilo 3 hapa Pugu. Sawa. Lakini mbona unaonekana una nguvu ya kusukuma huyu mtoto? Kwa nini wakwambia wakufanyie operation? Yes. Mungu wa pili unatoa? Kamwambia mimi sijui, nimeambiwa kwamba mfuko wa uzazi umeharibika. Mtoto anashindwa kwa kufanyaje? Kwa kucheza. Akanambia sawa, hebu kaa hapo pembeni. Kaa pembeni. Nikarudishwa tena na kile kiti. Yes, safi kabisa. Akafuatwa mwenzangu, akapelekwa. Akafanywa operation. Akaja mama tena huko Sieta. Akanambia, "Mwanangu, nikwambie kitu." "Wewe dini gani?" Nikamwambia mimi Roma. Kumbe Mroma kama mimi. Akatokea na muhasibu. Akaniuliza, "Hivyo huwezi kuzaa?" Nikamwambia mimi naweza. "Kwa nini wanakuambia uingie operation?" Nikamwambia mimi sijui. "Nesi gani alokupa uongozi wa kuja huku Sieta?" Nikamwambia nesi mmoja mnene mama mfupi mweusi. Wenyewe wanamuita nesi gani? Nikaletwa begi langu, nikachukua nguo zangu nikavaa, nikatoka nje. Yaani wanadamu wao walishakiri wewe ni kufanyiwa nini? Operation. Lakini aliyekuumba anasemaje? Siendi ndani, nakaa hapa. Kwanza niombe, lakini bahati alishaniambia. Aliona madokta wengi wakinijalilia. Kumbe ni kweli. Kilichotokea leo kitatokea. Nikasema hapa haiwezekani. Na mimi nikaanza kujiombea pale. Kidogo nasikia naitwa Christina. Kaenda leba. "Mbona upo nje?" Nikajibu kwa ujasiri. "Nikae ndani nifanye nini?" Ndio. Akaitikia dokta mmoja, "Wewe sio kwenda Sieta?" Nikamwambia Sieta mimi nimekataliwa. Mungu hataki. Wakaanza kucheka. Sawa. Nikaenda nje nikakaa, nikasikia kiuno kinauma kwa mbali. Nikasema safi, Mungu atafanya muujiza leo. Ingia namba 1 inaanza kazi. Tafuta mishipa kwa asila wakapata. Wakaniekea tena kuna vilipuvua vidogo dogo. Nikaekewa. Yaani wao wanatoka Tanzania mfuko wa uzazi umeoza. Yaani ndo wanachoniambia. Maana kuharibika kitu simeoza. Akanambia yule nesi, "Nitakuja kuwapa watu malazi yasokuwepo." Na ndio maana wanafanya operation usiju kadhani. Yaani wale wanawafanya watu wawe na hofu. Saa 5:15 dokta kaja kunipima. Akaniambia twende leba, kunikimbiza mbio. Napanda kitandani tu mtoto katoka. Ndio namba 3. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukumbuke huo ni muujiza wangapi? Sasa kumbuka tusingeomba. Ilikuwa nini? Ndio maana nikasema kwamba wewe usigombane, nenda wanavyotaka. Lakini kila kitu Mungu, wakati fulani unaweza kusema kwamba mbona jamani wananirudisha? Nini jamaa wananirudisha? Mungu alisema wewe si wa kufanywa nini? Lakini wanadamu watapanga, ila Mungu hata ruhusu maombi yote yaliyokuwa yanapita. Nikamwona mchungaji Bahati akaja akasimama mbele yangu. Oh my God. Na pia nipo kule Pugu ndo najisikia vibaya, kuna mama naye akaniombea. Nikamwona naye akaja akasimama nyuma ya Bahati. Kwa nikaanza kuwaomba pale. Huko nina usingizi wa ajabu sana. Nikashangaa tu lenyewe linatoka na muita nesi, "Njoo." Yes. Piga Yesu makofi. Likatoka tu lenyewe, lakini mpaka waga mtu mimi anisaidie kulivuta. Nesi akanambia, "Kwani wewe ni kabila gani?" Nikamwambia mimi ni Mluguru. "Una dawa?" Nikamwambia sina dawa, mimi naomba. Akasema, "Hilo kanisa naomba usifanyaje? Usiliache. Naomba unipatie na namba zako." Nikampa namba zangu. Akanambia nitakutafuta mwezi wa 6, mwezi wa 5 huu unasafiri kwetu. Wa 6 naomba nataka nije hilo kanisa. Sababu nishaenda sana kwa waganga. Sijafanikiwaga kitu changu. Umefika kwa Yesu akakufanikisha. Kabisa. Piga Yesu makofi. Asante sana. Jamani huyu bonge kumbe anaongea jamani. Mtoto gani?
Bwana Yesu ape sifa. Jamani, mtoto wa kiume, hebu mlete hapa. Wapendwa, ni furaha kubwa. Mama, sio mimi nilionekana kule, bali ni malaika wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Sie mimi nilionekana kule, vile niliwaambia malaika atawapitia, atafanya mambo makubwa. Lile zoezi ni endelevu, na leo pia ataanza kuonekana. Haleluya.